Sasa katika kipindi kilichopita tumeona mifano ya mipaka ya haki na mipaka hiyo ndio tunasema ndio wajibu. Sasa mipaka hiyo tumeizungumzia na tumeishia na dini. Sasa kwa kuwa nafasi haikutosha, nataka kidogo niendeleze mambo ya dini na kadhalika. Tumalizie mambo ya kwa mipaka na wajibu. Iwapo mtu katika katiba hivyo, kutokana na maelezo hayo hapo juu, kama tulivyozungumza katika kipindi kilichopita, unaona kuwa kila mtu ana uhuru wa kuabudu anavyopenda, lakini kila wakati akumbuke kuwa haki aliyo nayo yeye na wenzake wanayo, na hivyo awaache waendelee kuabudu jinsi wanavyotaka, asiwabughudhi. Na hiyo ndio wajibu, ndio wajibu wake. Sasa katika kusisitiza umuhimu huu, rasimu ya katiba ibara ya 5 ibara ya 50 na ibara ndogo ya 5 inasema hivi: ili watu wote wafaidi haki na uhuru uliotajwa katika katiba hii, kila mtu anao wajibu wa kutenda na kuendesha shughuli zake kwa namna ambayo haitaingilia haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Mwisho wa kunukuu. Na nadhani imeeleweka. Iwapo mtu huyo, ilikuwa ndio mwisho wa kunukuu, mtu anaona haki yake au haki zake imepunjwa au imeingiliwa, sasa iwapo mtu anaona haki zake au uhuru wake umeingiliwa au umeporwa na mamlaka yoyote ya nchi au mtu binafsi, ni vyema kutafuta suluhu katika chombo chochote cha mahakama badala ya kutumia nguvu au fujo kudai haki zake. Rasimu ya katiba ibara ya 52 ibara ndogo ya 2 na ya 3 zinasema hivi: mtu anayeamini, na nukuu ibara ndogo ya 2, mtu anayeamini masharti yaliyomo katika sura hii, yaani sura ya 4, yamekiukwa au yanaelekea kukiukwa na mamlaka au chombo cha maamuzi au sheria au sera yoyote dhidi yake, anaweza kuwasilisha au kufungua shauri katika mahakama kuu kwa hati maalum ya maombi kwa mujibu wa sheria za nchi hii, ili kupata
nafuu inayohitajika. Mwisho wa kunukuu. Sasa katiba ibara ndogo ya 3 inasemaje? Inasema hivi: mahakama inaweza kwa mujibu wa ibara ndogo ya 1 kutoa maelekezo itakayoyaona yanafaa kuweka zuio, katazo au kuamuru jambo fulani lifanyike ambalo lilikuwa limenyimwa. Mwisho wa kunukuu. Hiyo ni ibara ndogo ya 3 ya katiba ya Sasa kufuatana na maelekezo au maelezo ya hapo juu, ni muhimu sana mtu yeyote au taasisi yoyote au chama chochote cha siasa kinapokuwa kinadai haki zake zimevunjwa au kukiukwa, kijiulize kama chenyewe kimetimiza wajibu wake kwa watu wengine au wajibu wake kwa taifa lake, na kama hakijakiuka masharti yoyote ya katiba. Pia ni muhimu sana mashirika ya Umoja wa Mataifa na nchi mbalimbali za nje zikumbuke kuchunguza kama mtu au chombo au kundi la watu linalotetewa haki zake limeheshimu wajibu wake wa kikatiba badala ya kukazia tu haki. Kwa hiyo mambo ya tunapokuwa tunatetea watu au vikundi vya watu au vyama, tuangalie kama wao yule tunayemtetea ametekeleza wajibu wake. Kama hakutekeleza, sasa tunafanya bure. Huyu mtu hastahili haki. Sasa naomba, tumemaliza mambo ya haki, tumemaliza mambo ya demokrasia, tumemaliza mambo ya siasa. Sasa tuingie katika maoni na mifano na maoni. Sasa vile vile katika jambo hili tutatoa na ushauri. Sasa hebu tuone maoni hayo na ushauri. Baada ya kuona maoni ya wataalamu na utafiti wao kuhusu siasa, demokrasia na haki na wajibu, inafaa sasa tuweze kuzungumzia matukio halisi yanayohusu vipengele hivi, na inapowezekana tutoe ushauri kwa wananchi jinsi ya kuchukulia matukio kama hayo. Matukio yatakayozungumziwa ni pamoja na yetu humu ndani ya nchi, lakini pia na yale ya nchi nyingine.
Hii itatusaidia kuona jinsi mtazamo wetu juu ya demokrasia na haki unavyotofautiana, hasa kati ya nchi zetu za ulimwengu wa tatu na zile za kibepari. Hebu mfano wa kwanza. Mfano wa kwanza ni wa humu nchini, na tutazungumzia vyama vya upinzani, yaani Ukawa. Bila shaka mtu unakumbuka mambo ya Ukawa. Vyama vya upinzani vilisusia vikao vya bunge. Sasa hebu tuzungumzie jambo hilo. Tulishuhudia mapema mwaka 2016 baadhi ya wabunge wa vyama vya upinzani kususia vikao vya bunge kwa madai kwamba naibu spika, yaani Mheshimiwa Tulia Ackson, ambaye sasa hivi ndiye spika mwenyewe, kuwa anakuwa na msimamo wasioupenda au wasiokubaliana nao. Malalamiko hayo yalitokana na naibu spika huyo kusisitiza miongozo inayohusu mijadala katika bunge. Ilitokana na naibu spika huyo kusisitiza miongozo inayohusu mijadala katika bunge. Wakati wabunge hao walikuwa wanapenda kuyumbisha mijadala hiyo kufuatana na wanavyopenda wao wenyewe. Kutokana na msimamo huo, wabunge hao walisema kuwa naibu spika anaendesha vikao kibabe na kwamba hasikilizi maoni ya wapinzani. Hasa hali hii ilitokea wakati mbunge mmoja anakuwa anazungumza kwa ruhusa ya spika, lakini mazungumzo hayo yanakuwa yanapingwa kwa upande wa upinzani, na hapo ndipo mbunge wa upinzani anaamka na kuomba mwongozo. Anaamka, wote tulikuwa tunakumbuka, mwongozo wa spika au taarifa. Iwapo naibu spika atakataa kusikiliza maombi hayo, upande wa upinzani unadai kupuuzwa na kudharauliwa. Kutokana na hali hiyo, upande wa upinzani ukaamua kuwa unasusia vikao vyote vya bunge vinavyoongozwa na naibu spika huyo. Sasa baada ya kuona malalamiko hayo, hebu sasa tujaribu kuyachambua na kuona uhalali wa malalamiko hayo na kwa nini hayana uhalali. Kwa mfano, kwanza tukumbuke kwamba bunge ni mojawapo
ya mihimili mitatu ya dola. Kama ilivyo katika mihimili mingine ya dola, yaani serikali na mahakama, kuna miongozo na taratibu zinazoongoza uendeshaji wa shughuli katika mamlaka hizo. Kuna miongozo iliyowekwa. Sasa kwa upande wa bunge kama muhimili mmojawapo, miongozo hiyo imewekwa na wabunge wote kwa lengo la kupewa fursa sawa kwa kila mmoja aweze kueleza mawazo yake kwa uhuru kabisa. Hivyo inapotokea mtu kukatiza mtu mwingine kwa madai tu kwamba hakubaliani na maoni hayo, anakuwa anakosea, maana anakuwa anamnyima haki ya kujieleza. Na maadamu msimamizi mkuu wa kuona kila mmoja anapata haki yake ni Spika, basi analazimika kutoa uamuzi wa busara kati ya hao wawili. Yaani, Spika ni kama referee katika mchezo wa mpira kwa mfano. Pili, muda wa vikao vya bunge umepangwa rasmi. Hivyo ni jukumu la Spika kuhakikisha kuwa muda haupotei ovyo ovyo. Hii ndiyo sababu wazungumzaji wa siku hiyo watakuwa wamepangwa na muda wao wa kuzungumza. Mtu anayezidi muda wake lazima akatizwe. Sasa inapotokea mtu kuingilia mtu mwingine aliyepewa nafasi hiyo, Spika analazimika kutoa uamuzi wa busara kwa kuzingatia yanayozungumzwa na yanayokwenda kuzungumzwa na mpinzani. Kwa kweli matatizo yote haya yanayotokea katika bunge yanatokea kutokana na ubinafsi wa wabunge. Mimi nasema yanatokana na ubinafsi wa wabunge. Baadhi ya wabunge hawathamini miongozo inayoongoza bunge, ila pale tu inapowapendelea wao. Lakini kama inapingana na mahitaji yao ya wakati huo, wanaona kuwa inawanyima haki, ambapo miongozo iko pale pale kulinda haki za kila mbunge. Pia mimi naona pia tatizo hili linatokana na mbunge kutothamini haki za wengine, yaani kwa kupuuzia wajibu wake. Kwanza, kuheshimu haki na miongozo ya bunge. Pili, kuheshimu haki
za wengine. Na tatu, kuheshimu uongozi uliopo. Mpaka mtu watu wanathubutu kutoka katika bunge eti kwa sababu ya huyu mtu anaendesha mambo yake kibabe. Hakuna heshima ya viongozi. Pia tendo la kuamua kususia vikao, mbunge anakuwa amekwepa wajibu wake wa kuwawakilisha wanajimbo wake, na pia anapata malipo bila kufanya kazi. Hivyo ni wazi kwamba amekuwa mwizi. Mtanisamehe nikisema hivyo. Usipotimiza wajibu wako wa kuwawakilisha watu wako katika jimbo katika bunge, wakatoa maoni yao, wewe ukatoa maoni yao kule, wewe unatoka nasema mimi nimesusia, utakuwa unawanyima haki yao, lakini pia utakuwa unapata mshahara wako kama mbunge bila kufanya kazi yako. Sasa tukuiteje? Si mwizi? Kutokana na hali hii, si halali kwa upinzani kulalamikia maamuzi yanayotolewa na bunge kuwa hayafai kwa kuwa hawakuwepo. Wanapaswa kuwepo ili watoe mawazo yao, hata kama yatashindwa kutokana na wingi wa wabunge wa chama tawala. Demokrasia inasema wengi wape. Pia kuna usemi unaosema asiye kuwepo na lake halipo. Sasa unadai mambo yaliyotungwa hayafai. Hapana, wewe mwenyewe ndio umefanya makosa. Uwepo pale upinge. Hivyo nashauri wabunge wote wahudhurie vikao bila visingizio vya aina yoyote, ili wale wanaowawakilisha wasije wakakosa haki yao ya kuwakilishwa au ya kuwakilisha matakwa yao. Huo ulikuwa ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili ni uundaji wa ukuta na vyama vya upinzani, eti kupinga udikteta wa rais. Wabunge, tutakumbuka kwamba wabunge waliunda umoja wao, wabunge wa vyama vya upinzani waliunda umoja wao, wakauita ukuta, yaani umoja wa kupinga udikteta wa rais. Na hii ilitokea mwezi wa Agosti mwaka wa 2016. Vyama hivi vya upinzani viliunda umoja wao waliouita ukuta, umoja wa kuzuia udikteta Tanzania, umoja wa kuzuia udikteta Tanzania, kwa madai kuwa Rais John Pombe Joseph Magufuli
rais wa awamu ya 5 anatumia udikteta katika maamuzi yake bila kushauriwa na mtu. Walipanga kuitisha maandamano tarehe 1 mwezi wa Septemba mwaka 2016 ili wahutubie wananchi juu ya jambo hilo, ili nao waonyeshe hasira zao kwa serikali. Sasa utaratibu huu au utaratibu walioutumia ndio unaoitwa propaganda. Mtakumbuka katika kipindi chetu cha pili tulizungumzia mambo ya propaganda. Huo walilokuwa nalifanya ndilo lile tunaloliita propaganda. Hii ndiyo njia namba 1 kati ya njia 7 au katika ya njia 7 za mbinu na njama zinazotumiwa na wapinzani kubadilisha mawazo na vitendo vya wananchi. Hii ilikuwa ni namba 4 katika kipindi cha pili. Sasa jambo hilo linafanywa ili kuweza kupandisha mori na jaziba katika halaiki yoyote, ambayo matokeo yake yaweza kuwa ni fujo na vurugu, na hivyo kusababisha uvunjifu wa amani. Yote haya yalitokana na upinzani kuona kuwa Rais Magufuli alikuwa anaendelea kufanya vizuri katika utekelezaji wake wa ahadi za chama chake. Hivyo kufuatana na kwamba siasa ni mchezo mchafu, takumbuka tumeshazungumzia mambo ya siasa ni mchezo mchafu. Basi kutokana na hali hiyo kwamba siasa ni mchezo mchafu, basi upinzani ulidhamiria kuchafua jina na kazi ya rais na kufanya apoteze umaarufu wake aliyoanza kuupata. Wapinzani walipolalamikia, tujiulize sasa, wapinzani walipolalamikia kuwa rais alikuwa hapati ushauri ila anaamua yeye peke yake, haieleweki walitegemea ushauri utoke kwa nani ambaye walikuwa na uhakika hakumhusisha. Kama walitegemea apeleke maamuzi yake yote katika bunge yajadiliwe na kupitishwa, wanakuwa wanakosea. Maana rais na bunge ni mihimili miwili tofauti. Kila muhimili una uhuru na madaraka ya kutenda mambo yake bila kuomba muhimili mwingine ruhusa, ila pale tu inapoonekana kuwa uamuzi
wa muhimili huo unaweza kuleta mgongano kati ya mihimili hiyo miwili, au pale inapoonekana kuwa uamuzi huo unaweza kusababisha uvunjifu wa amani na usalama wa taifa. Naomba niwarudishe kwenye rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 2013 kuhusu rais kuzingatia ushauri anaopewa. Hii ni ibara ya 71. Ibara ya 71, ibara ndogo ya pili inasema hivi, na nukuu: kwa madhumuni ya ibara ndogo ya kwanza, rais hatalazimika kufuata ushauri aliopewa ambao unakwenda kinyume au kukiuka masharti ya katiba au haukuzi wala kuhifadhi maslahi ya taifa na wananchi walio wengi. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo unaona kwamba katiba inampa uhuru wa kuamua, wa kutoweza kufuata uamuzi au ushauri aliopewa. Ana uhuru, rais ana uhuru kabisa wa kutofuata ushauri anaopewa, ikiwa anaona kwamba ushauri aliopewa unakwenda kinyume au kukiuka masharti ya katiba au haukuzi wala kuhifadhi maslahi ya taifa na wananchi walio wengi. Anaamua. Tumempa madaraka, kwa hiyo tuheshimu uhuru wake wa kutoa uamuzi wake, tusimlazimishe. Pamoja na hayo, rais ana vyombo vyake vya kumshauri, hasa baraza la mawaziri. Je, upinzani uliposema kuwa rais alikuwa anatoa uamuzi bila kupata ushauri, walitaka apate ushauri kutoka chombo gani tofauti na baraza lake la mawaziri pamoja na chama chake cha siasa? Kwa kweli, propaganda hii hasa inahusu pale rais alipochukua hatua za kufukuza baadhi ya viongozi katika sehemu mbalimbali za mamlaka kwa kutumia alipokuwa anachukua hatua za kufukuza watu katika mamlaka mbalimbali, viongozi mbalimbali ambao walikuwa wanatuhumiwa katika tuhuma mbalimbali
vyama hivi tofauti, vyama hivi vya upinzani vilikuwa na malengo tofauti, na malengo yake ni kuchochea chuki kutoka kwa watu hao waliofukuzwa pamoja na jamaa zao na marafiki zao, ili wachukie serikali, na wakichukia serikali pengine kufanya fujo na vurugu, na hatimaye kufanya serikali ichukue hatua za kukomesha hali kama hiyo kwa kutumia nguvu za dola, ili vyombo vya habari na mashirika ya kutetea haki za binadamu na nchi za magharibi wapige kelele ya kudai ukiukwaji wa demokrasia nchini. Ndiyo ilikuwa ni malengo ya vyama hivi vya upinzani hasa. Pia tukumbuke kuwa kama tulivyokwisha ona hapo nyuma, tulipozungumzia wanasiasa na siasa katika kipindi cha kwanza, kipengele namba 5, tuliona kuwa kuna aina kuu 4 za watawala. Aina ya kwanza tuliona ni wale wenye uelekeo wa kuchapa kazi, lakini hawatishwi na vijembe vya wapinzani. Ya pili, wale wenye uelekeo wa kifalme, wanaopenda fahari tu bila kufanya kazi. Aina ya tatu, wenye uelekeo wa kuchapa kazi, lakini wanakatishwa tamaa na vijembe na vya wapinzani. Aina ya 4 ni wale wasiopenda wala kujali kazi na hawajali maendeleo ya wananchi. Ndizo aina 4 tulizoziona za watawala. Sasa mtawala wa aina ya kwanza, yaani yule mchapakazi na ambaye hatishwi na vijembe vya wapinzani, hawezi kupoteza muda wake kwa mambo ya urasimu tu. Yaani urasimu hapa, urasimu katika Kiingereza unaitwa bureaucracy. Hawezi kupoteza muda wake katika mambo ya urasimu tu mpaka mambo yaharibike. Mtu kama huyo anachukua hatua za haraka lakini za makini, bila uoga, ili kurekebisha hali mbaya ambayo imejitokeza, ili kuzuia hali kuwa mbaya zaidi. Rais Magufuli tunaweza kumweka katika fungu hili, yaani fungu la kwanza hilo. Hivyo wananchi, tupuuze vijembe vya upinzani
na tuunge mkono hatua zozote zinazochukuliwa na viongozi kama hao, ili waweze kupunguza kero mbalimbali zilizomo katika jamii, ili tuweze kuwa na amani na viongozi wetu wawe ni viongozi kweli wa kutuongoza, sio wahujumu. Sasa hatua lazima rais achukue hatua yoyote ya kuweza kuzuia mambo ambayo anayaona kwamba haya yatakuja kuharibu amani, yatakuja kuleta fujo, yatakuja kuleta madhara kwa wananchi. Lazima tuunge mkono kitu kama hicho. Na tukumbuke kwamba wakati ule Rais Magufuli alikuwa anatumia neno alilokuwa anasema ni kutumbua majibu. Tumwache rais kama anatumbua majibu, ayatumbue. Hata kama ni sisi wenyewe tulio nayo, ayatumbue. Tukiwa tunastahili kutumbuliwa, yatumbuliwe, ili wananchi wapate haki zao. Wananchi, naomba tuelewe hilo. Rais tumpe nafasi, tumpe haki yake ya kuweza kutumia mamlaka yake kuweza kabisa kuleta amani katika nchi, na kuweza kabisa kufanya viongozi wale walio chini yake waweze kutimiza wajibu wao ipasavyo. Sasa tukimuingilia, tutakuwa tunajikosesha haki zetu. Natoa mfano wa tatu. Mfano wa tatu ni mfano wa nchi za nje, unatoka nchi za nje. Ile mifano miwili imetoka hapa. Mfano wa kukataa kuhudhuria vikao vya bunge kwa sababu eti naibu spika anatumia nguvu, anakataa sijui kuwapa nafasi, kumbe ni ubinafsi. Halafu hii ya pili ya rais, kupinga rais, kumbe rais anafuata katiba. Katiba imeshaonyesha, na kumbe vile vile ni juu yake, ni juu ya rais. Tumemchagua kuweza kutunza haki zetu, kuweza kuangalia kwamba nchi inaendeshwa inavyotakiwa. Kwa hiyo alikuwa na haki kabisa na mamlaka ya kuwachukulia hatua wale viongozi aliyowachukulia hatua. Sasa mfano huu wa nchi za nje unahusu matatizo ya Rais Joseph Kabila. Matatizo ya Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Joseph Kabila
bila shaka tunamkumbuka. Hayupo tena Kongo, lakini tunamkumbuka jinsi alivyokuwa. Na sasa hivi hebu tuangalie matatizo yake. Nchi ya Kongo ilipata uhuru wake mwaka 1960 na rais wa kwanza aliitwa Patrice Lumumba ambaye baadaye aliuawa katika mapinduzi na utawala wa nchi ukaangukia mikononi mwa jeshi chini ya uongozi au ya utawala wa Mobutu Sese Seko mwaka 1961. Mobutu alipinduliwa na Rais Laurent Kabila, yaani alikuwa katika Kifaransa anaitwa Laurent Kabila, ambaye ni baba yake Rais Joseph Kabila, ambaye ndio tunayemzungumzia, ambaye ndiye alikuwa rais wa Kongo. Rais huyu aliuliwa mwaka 1900 Rais Laurent Kabila alimpindua au aliondoa serikali ya Mobutu Sese Seko mwaka 1997. Baada ya Laurent Kabila naye kuuawa, mtoto wake Joseph Kabila akachukua madaraka mwaka 2001. Baadaye Joseph Kabila alirudisha demokrasia nchini Kongo, naye akachaguliwa mara 2 na aliimarisha sana katiba ya nchi. Tutakumbuka kwamba alichaguliwa mara 2 Rais Kabila. Kwa hiyo alirudisha demokrasia katika Kongo ambayo ilikuwa imeporwa na Mobutu Sese Seko mwaka 1961 kwa kumuua Lumumba kwa kumuua Lumumba. Hivyo sasa Congo, Democratic Republic of Congo, yaani Kongo inatawaliwa chini ya utawala wa kidemokrasia, sio tena chini ya jeshi. Hivyo Kongo bado ni changa sana katika mfumo huu wa demokrasia. Yaani demokrasia imerudi pale mwaka 1997 wakati Laurent Kabila alipompindua Mobutu Sese Seko. Kwa hiyo Kongo iko chini ya demokrasia, lakini ni changa mno. Nchi za magharibi pamoja na Marekani kwa miaka mingi
walikuwa rafiki sana wa Mobutu na walimwacha akaendelea kutawala Kongo kama alivyotaka. Baadaye Rais Kabila alileta hali ya amani na utulivu katika nchi ya Kongo, ingawa bado kuna makundi ya kigaidi kutoka hasa nchi za jirani kama vile Rwanda, Burundi na Uganda. Hivyo, ingawa nchi ina utulivu na amani kiasi fulani, lakini bado usalama na amani ya taifa la Kongo viko mashakani. Bado dakika 9. Viko mashakani. Hata hivyo, licha ya hali hii ya wasiwasi wa usalama wa Kongo, bado kulikuwepo na vyama vya siasa vyenye kuungwa mkono na nchi za magharibi na Marekani vilivyojaribu kuleta fujo na vurugu katika nchi kwa madai ya kumtaka Rais Kabila atoke madarakani ili nao watawale, na madai yao yalisisitiza katiba ya nchi inayotoa mihula miwili ya urais. Tume ya uchaguzi ilieleza matatizo yaliyojitokeza na ikasema uchaguzi ungeweza kufanyika Aprili mwaka 2018. Mazungumzo yalifanyika kati ya Rais Kabila na baadhi ya vyama vya upinzani na kukubaliana kuundwa serikali ya mpito. Hata hivyo, baadhi ya vyama vya upinzani vilikataa kujiunga katika mazungumzo hayo na hivyo kukataa uundwaji wa serikali ya mpito. Vyenyewe viliendelea kusisitiza kuondoka madarakani kwa Rais Kabila ifikapo Desemba mwaka 2016. Yaani huo ndio ulikuwa mwisho wa muhula wake wa pili. Sasa mimi naona tutaendelea na jambo hili la kuzungumzia Rais Kabila na matatizo yaliyompata na kueleza kwa nini yalijitokeza hivyo, ili kusudi tuweze kabisa kuona, je, kweli vyama hivyo vya upinzani vilikuwa sahihi au Kabila mwenyewe ndiye alikuwa sahihi. Kwa hiyo katika kipindi kijacho tutaweza kuendelea na kuzungumzia matatizo ya Rais Kabila wa Kongo na vyama vya upinzani. Nashukuru sana na washauri mwendelee kusikiliza na kujifunza zaidi na zaidi katika vipindi hivi. Asante sana.